Kwa nini mimi, Mungu wangu? Mbona vipimo vya hospitali vinasema sina shida? Mbona mume wangu hataki kupima? Nifanye nini mimi, binti wa watu, ili niondoe hii aibu ya kuitwa mti mkavu? Wewe Lulu, shemeji Doli, chai iko wapi? Au unataka tule vyombo vikavu huku? Au ndo unajifanya unajizi jikoni ili kukwepesha majukumu yako? Shuka haraka hapa kabla hatujaja kukutoa kwa nguvu. Chai ndio hii imefika, mama yangu na ndugu zangu, karibuni. Chai? Unaita hii ni chai au maji ya kuosha miguu? Haina hata harufu ya heshima. Dani mwanangu, mimi nimekuja kwako kupumzika baada ya safari ndefu, lakini huyu mwanamke uliyemweka humu ndani anazidi kuniongezea siku za kufa. Mama, usiongee naye kwa heshima, huyo Doli asiye na faida. Ukoo wetu sisi ni wa vichuguu, wanawake wa kwetu wanashika mimba kwa kuangaliwa tu na waume zao. Lakini huyu mawe uliyemleta, miaka 7 unalisha tumbo lisiloweza hata kutoa mtoto wa kusingizia. Dani, una hela, una heshima mjini, lakini unamrithi kisa huyu gundu uliyemgangania. Mama mdogo, umesema kweli kabisa. Kwani mmesahau yule mwanamke wa kwanza wa kaka Dani aliyekuwepo kabla ya huyu? Yule wifi yetu wa zamani. Angalau alionyesha dalili ya kushika mimba, ingawa aliondoka zake baada ya kuchoka taratibu za ukoo wetu. Lakini hili Doli la sasa hivi ni sanamu kabisa la koridoni. Halifai hata kuwa mfanyakazi. Kaka Dani, sisi wadogo zako hapa tunaitwaje mashemeji wakati hakuna mtoto wa kutuita wajomba awami? Huu ni unyonge mbele ya marafiki zetu mtaani. Kila siku tunaulizwa, kaka yenu tajiri mbona hazai? Tunakosa wapi pa kuweka nyuso zetu? Fukuze huyu mwanamke, turudishe heshima ya familia. Mume wangu, mbona mnanihukumu bila makosa? Mimi nipo salama na daktari alisema. Nyamaza, funga huo mdomo wako mchafu. Hapa ndani una haki ya kumjibu mama yangu wala ndugu zangu. Wanasema kweli kabisa. Mimi nimechoka kulea mti mkavu usio na faida kwenye hii nyumba. Kama huwezi kunipa mtoto wa kurithi mali, basi wewe una tofauti na mfanyakazi wa ndani. Kuanzia leo, ukiona dharau kutoka kwa ukoo wangu, vumilia uondoke, maana sipo tayari kuendelea kuchekwa mjini kisa ugumba wako. Mungu wangu, kwa nini unaniacha niteseke hivi? Nimekukosea nini mimi, binti wa watu? Funganya virago vyako sasa hivi na utoke ndani ya nyumba yangu. Sipo tayari kulala nyumba moja na mwanamke gundu asiyezaa. Mama yangu ameshasema hataki kukuona humu ndani ikifika asubuhi, na mimi natekeleza amri ya mama yangu. Mume wangu, usiku huu wa manane niende wapi mimi, binti wa watu? Hata kama unanifukuza, niahirishe hadi asubuhi kuwe jua. Usiku huu kuna wezi na wahuni mtaani, nitakwenda wapi? Wewe binti, acha maigizo. Kwani ulipokuwa unakataa kushika mimba ukujua kuwa usiku utafika? Toka hapa. Kaka Dani ameshaleta mwanamke wa kweli atakayebeba watoto wetu. Wewe una chako humu. Hii simu nimenunua mimi kwa pesa yangu, huendi nayo. Hure, mkema unaondoka. Nyumba sasa itapata baraka. Shikamoo mama mkwe wangu mpendwa. Asante kwa kunileta kwa mume wangu mtanashati. Marahaba mwanangu wa dhahabu. Tazama tofauti ya mwanamke na sanamu. Huyu ndio mke sasa, sio yule Doli mgumba aliyekuwa hapa. Shemeji mpya, sisi hapa ndio wadogo zake Dani. Tunapenda kula vizuri na kunywa bia. Yule mgumba wa zamani alikuwa mchoyo. Wasiwasi usiwe wenu mashemeji zangu. Mimi nimeleta heri na baraka. Kila kitu kitakuwa chenu. Mungu wangu, mama yangu aliniambia nivumilie kwenye ndoa, lakini sasa ndoa imenifukuza. Binti yangu, mbona unalia usiku na mchana hapa stendi? Una shida gani na viatu vyako viko wapi? Maskini mwanangu, ukoo wa ukatili kiasi hiki? Usilie mwanangu, Mungu hazimi taa yake kwa sababu mwanadamu amezima mshumaa wako. Hapa stendi maisha ni magumu, lakini mimi nitakuwa mama yako. Twende nyumbani kwangu, kanawe miguu na ule chakula, kisha tutajua jinsi ya kuanza maisha upya. Yaani hapa nitaanza kuiba pesa taratibu kabisa bila wao kujua. Nikimaliza narudi kwa mpenzi wangu tukale maisha. Acha kwanza nijifanywe mwema waniamini. Wifi Zuena, mbona hadi saa 5 hii hakuna chai na jiko liko chafu? Utaratibu wa hii nyumba sio huo. Mke mwenzako aliyepita alikuwa akiamka saa 11 alfajiri na kutuandalia kila kitu. Eti mke mwenzangu? Yule mgumba mliyemfukuza ndiye alikuwa Doli lenu la kazi, si mimi. Kama unataka chai, nenda kachemshe jikoni. Mikono yako haina kazi? Na ole wenu niguse vyombo vyenu. Kuanzia leo, kila mtu anajipikia na kuosha chombo chake. Mimi sikuja humu kuwa mfanyakazi wa ukoo wenu wa njaa. Wewe Zuena, unamjibu nani hivyo kwenye nyumba ya mwanangu? Unasahau kuwa mimi ndio niliyekuchagua kule kijijini na kukuletea hapa? Ulinileta kwa sababu mlikuwa na njaa ya kutaka shemeji tajiri. Mwanako Dani amenioa mimi, hajakubeba wewe na ukoo wako mzima.
Na nikuambie ukweli mama kizee, kama umechoka hapa, rudi kijijini kwako ukalime. Hapa mjini mimi ndiye malkia na hakuna wa kunipangia. Kaka Dani, kuna nini? Akaunti yangu ya biashara imekauka. Kuna miamala ya siri imefanyika usiku wa manane kwa wiki 2 mfululizo. Zaidi ya bilioni 1 zimehamishwa kwenda kwenye akaunti isiyojulikana. Nimefilisika, sina kitu. Karibu mwanangu. Kuanzia leo hapa ni nyumbani kwako. Tutaanza maisha mapya pamoja. Asante mama Neema, sitakuangusha. Nitafanya kazi kwa moyo wangu wote. Lulu mwanangu, hiki ndicho chumba chako kuanzia leo. Hizi ni nguo safi za kuanza maisha mapya. Jisikie uko nyumbani mwanangu. Lulu hakukata tamaa. Alifanya kazi kwa bidii na upendo hadi chakula chake kikagusa mioyo ya wengi. Baada ya wiki 3 tu, mahawa wa mama Neema ulifurika wateja kila siku. Shemeji, mbona mrembo hivi lakini sura yako ina mawingu? Mimi ni mti mkavu. Hakuna mwanaume atakayenipenda kwa dhati bila kunitaka kinizae, na mimi siwezi. Lulu mwanangu, najua unachoogopa, lakini usifunge milango ya moyo wako kwa sababu ya mbwa mwitu mmoja uliyekutana naye nyikani. Mungu ana mpango na wewe, na ipo siku atakuletea mtu atakayeona thamani yako kabla hata hajatazama tumbo lako. Hii ni mwanzo tu. Nikizipata hati za nyumba hii nitaiuza kimya kimya. Wataamka wakiwa hawana pesa wala pa kuishi, ndipo watajua walimkaribisha nani. Hamwezi kumnyanyasa mwanamke mwenzangu na kumdhalilisha, halafu mnategemea mimi nitulie hapa nikijiona niko sehemu. Watu kama nyie hamna nidhamu wala heshima. Kinachowapa kiburi si hizi pesa za Dani. Ongoja tuone baada ya pesa hizo kuisha kiburi chenu kitakuwa wapi. Siku hazikugandana. Kasi ya kuanguka kwa Dani ilikuwa kubwa kuliko jinsi ukoo wake ulivyotarajia. Sasa akaunti zote za Dani zimekauka, biashara zake zimesimama kwa ukata. Huu ndio wakati wa kupiga pigo langu la mwisho na la kikatili zaidi. Sasa hati zote za viwanja vya Dani ziko mikononi mwangu. Kadi ya gari lake na fedha zake zote nimechukua. Leo nimeondoka na kila kitu. Acheni ajue kuchezea mwanamke kuna gharama yake. Bila kuaga wala kuacha ujumbe wowote, ninaondoka na kila kitu. Kwa heri Dani, ukiamka utanikumbuka maisha yako yote. Zuena! Zuena! Hati zangu zimeenda, pesa zangu zimeenda, mali zangu, Chama Sofia, Zubeda! Harakeni! Badala ya kumfariji Dani, ndugu zake walimgeuka. Asha alipoona gari halipo, pesa zimekwisha na nyumba iko hatarini kupigwa mnada, hasara zake zililipuka. Wewe Dani ni mwanaume bwege sana. Umeruhusu mwanamke wa mjini akufungue macho. Sisi hatuwezi kukaa hapa na wewe kwenye hii nyumba ya laana. Sofia, Zubeda, fungasheni mabegi yetu turudi kijijini. Huyu gundu ameshafubaa. Kaka wa hovyo kabisa. Tulijua una hela za kutulisha maisha yetu yote, kumbe una akili. Yule Lulu tulimfukuza kwa sababu yako, lakini angalau yule alikuwa akitutunza na kukulinda. Huyu mwanamke wako pia ametuacha na njaa, na wewe umekuwa ombaomba. Usitutafute tena. Kaka yetu amefilisika kisa ujinga wa mapenzi. Ana lolote sasa hivi. Wananicheka wote, lakini mimi ni mwanaume kamili. Mimi si mgumba, sikuwahi kuwa mgumba. Nimeharibu maisha yangu mwenyewe, lakini mimi si mgumba. Lulu, mgahawa wetu sasa unapokea oda kubwa kutoka maofisini. Chukua chakula hiki kisha mwenyewe, naamini hutaniangusha. Asante mama Neema, nitahakisha kila oda inafika salama na kwa wakati. Lazima hii ndio ile ofisi kubwa walionielekeza. Mangoja nifikishe chakula salama kwa mkurugenzi mkuu, nisije nikaharibu kazi yangu ya kwanza. Samahani bosi wangu. Usiwe na wasiwasi, hakuna kilichoharibika. Ni ajali ndogo tu. Wewe unaitwa nani? Maana chakula chako kimekuwa kitufanya sote hapa ofisini tuahi asubuhi kisalada yako. Naitwa Lulu bosi. Lulu, jina zuri sana na linafanana na wepesi wako. Lulu, kila unakuja na chakula hapa ofisini unanifurahisha sana. Una nidhamu, unafanya kazi kwa moyo na ninaheshimu hilo. Asante bosi, lakini mimi ni mtu wa kawaida tu. Nafanya kazi yangu. Usijidharau. Kila mtu ana thamani yake. Naamini unaweza kufika mbali sana kama utaendelea kujiamini. Wakati mwingine huwa naogopa kuwaamini watu, nimepitia mengi. Naelewa Lulu. Sitakulazimisha chochote. Ningependa tuwe marafiki kwanza. Nataka ujue bado duniani kuna wanaume wanaweza kumheshimu na kumlinda mwanamke bila kumuumiza. Asante Brian. Maneno yako yamenipa amani kubwa. Sikujua kama bado kuna mwanaume mwenye heshima kama wewe. Nitajaribu kukuamini taratibu. Lulu, kabla hatujafunga ndoa, ningependa tuende tufanye vipimo vya afya ya uzazi pamoja. Sio kwa sababu nakutilia shaka, bali nataka tuanze maisha yetu kwa ukweli, uwazi na amani. Brian, mimi ni mti mkavu. Miaka 7 kwenye ndoa yangu ya kwanza sikuwahi kupata mtoto. Nilifukuzwa kama mbwa kwa sababu hiyo. Lulu wangu, mimi sikutafuta kwa sababu ya watoto.
Nimekutafuta kwa sababu ya roho yako safi. Hata kama Mungu asipotupa watoto, mimi nitakupa maisha ya malkia. Mwanamke, wewe uko salama kwa 100%. Mayai yako yana afya na huna shida yoyote ya uzazi. Tatizo halikuwa kwako, lilikuwa kwa mwanaume uliyekuwa naye hapo nyuma. Harusi ya Brian na Lulu ikawa gumzo la mjini. Mama Nima ilia kwa furaha akimwona binti aliyemkuta stendi hana viatu, leo akiwa bibi harusi wa kifahari mwenye shela ya dhahabu. Asante Mungu. Leo familia yetu imekamilika. Lulu, wewe ni mwanamke mwenye nguvu sana. Ninajivunia kuwa mume wako. Asante Brian. Ulinipenda wakati nilipojiona sifai. Leo Mungu ametubariki watoto wawili wazuri. Nitakupenda na kukuheshimu maisha yangu yote. Nilikuambia, anayemfukuza mke mwema hujikaribishia laana. Leo Dani ameanguka, hana hata wa kumsaidia. Alimtesa Lulu bure. Leo kila mtu anaona matokeo ya kiburi chake. Kweli Mungu halali. Alimpoteza Lulu, akapoteza baraka zake zote. Sasa amebaki peke yake, hana mali, hana familia, wala hana heshima tena mjini hapa. Dani, majibu ya vipimo yanaonyesha kuwa tatizo la uzazi halikuwa kwa Lulu. Tatizo ni la kibiolojia na limetoka kwako tangu kuzaliwa. Pole sana, lakini huu ndio ukweli wa vipimo vyako. Naumia, dokta, na ninajua kabisa tatizo ni langu. Nilimfanya Lulu aamini ndiye mwenye shida, ili nilende wanaume wangu na asipate nguvu ya kuniacha, lakini sasa nimeharibu kila kitu. Lulu, kila nikikuona na watoto wetu, moyo wangu hujaa shukrani. Mungu ametubariki zaidi ya nilivyowahi kuota. Asante Brian, upendo wako umeijenga familia yetu. Leo naisubiri kwa miaka mingi. Lulu, mke wangu wa zamani, nisamehe mimi Lulu. Ndugu zangu wamenikimbia na kunisimanga baada ya kufilisika. Zuena amenibia kila kitu. Nimegundua kuwa mimi ndiye niliyekuwa na tatizo la kutopata mtoto, si wewe. Naomba unisamehe sana, nahisi kukuhitaji zaidi bado. Dani, mimi nilikusamehe siku uliofunga geti lako usiku wa manane na kunitupa kwenye vumbi bila viatu. Lakini maumivu uliompa binti wa watu hukunipa mimi, ulimpa Mungu aliyeniumba. Nenda kwa Mungu wako ukaombe msamaha. Mimi sasa hivi ni mke wa Brian na nina familia yangu yenye baraka. Mwambie asogee nje ya geti letu asije akawashtua watoto. Umejifunza nini kwenye simulizi hii? Andika kwenye comment, like na share ili wengine wajifunze pia. Follow ukurasa huu, maana simulizi mpya yenye mafunzo makubwa inakuja hivi karibuni.